akusaidie leo. Sema Bwana, finyanga maisha yangu. Bwana, finyanga tena maisha yangu. Finyanga upya maisha yangu. Anajitambulisha kuwa yeye ni mfinyanzi. Anasema mimi ni mfinyanzi. Vyote vilivyoharibika nitavifinyanga. Nitavifanya kuwa mpya. Nitavifanya, nitavirudisha kwenye ubora wake. Ni kweli kabisa, sikatai. Kuna watu wamekuchakaza kwa maneno yao. Ni kweli kabisa, kuna watu wamekuchakaza kwa sababu ya kukusema mabaya, kukutupia mishale sio ya kawaida. Lakini nasema yupo mfinyanzi. Jioni ya leo atakufinyanga tena. Haijalishi wamekuchakaza kwa namna gani, haijalishi wamekuchakaza kwa kiwango gani. Nasema mfinyanzi wa kweli akufinyange. Nasema Mungu akufinyange. Haijalishi wamechakaza biashara yako, haijalishi wamechakaza kazi yako, haijalishi wamechakaza ajira yako. Nasema Mungu akufinyange upya kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema mimi ni mfinyanzi. Chochote kimeharibika, Mungu alijua ya kwamba kuna wakati mwanadamu atapitia kwenye kipindi cha mateso, atapitia kwenye kipindi cha mpito, na kuna vitu ndani yake vitaharibika. Vitaharibika kwa kukata tamaa, kukatishwa tamaa, vitaharibika kwa kutengwa na wandugu na jamaa. Lakini akasema kwa sababu hiyo nisimame kama mjenzi wa kweli, nisimame kama mfinyanzi wa kweli. Yumkini kuna wakati umeharibika kwa vyakula unavyokula. Yumkini kuna wakati umeharibika kwa mazingira unayopitia. Kuna mtu yuko hapa ameenda kupimwa, ameambiwa ana vimbe tumboni. Umeharibika kwenye mwili wako. Kuna wakati mtu mwingine yuko hapa ameenda kupimwa, ameambiwa kwamba una kisukari, una pressure. Mwili wako umeharibika. Nasema Bwana amesimama kama mfinyanzi. Utakapotazama hapa kufinyanga upya kwa jina la Yesu. Yeye ambaye alimwambia Amani, unasema na mjakazi mmoja akamfuata na Amani akamwambia ya kwamba sikiliza, tazama katika mji ule kuna nabii wa Bwana, kuna mtumishi wa Mungu aliye hai, naye huyo huwa akisema jambo huwa linatokea kweli kweli. Biblia inasema wakamfuata mtumishi wa Mungu Elisha. Wakati wamemfuata wakaomba uponyaji kwa Elisha. Elisha akaangalia akasema, mimi ni mwanadamu, mimi ni mtu tu, siwezi kuingiza uzima ndani ya mtu aliyemkoma, lakini yuko yeye aliyemfinyanga na kumuumba. Akaangalia na naye akatafakari, akasema huu ni udongo ulioharibika, panahitaji maji aliyeyaumba Bwana ili Mungu aingilie kati kumfinyanga. Biblia inasema akamwambia, nenda kwenye mto Yordani ukajichebe maji mara 7 na utakuwa hai tena, utakuwa mzima tena, utakuwa huru tena. Biblia inasema akaenda akajichove mara ya kwanza, akainuka akakasirika, akasema mbona sijafinyanga tena? Akaambiwa, sikiliza nikwambie, kabali maneno ya mtumishi wa Mungu, hii ni mara ya kwanza tu, mara ya pili inafuata. Akajichove mara ya pili. Amen. Biblia inasema anainuka anakuta ukoma bado, akajichovya mara ya 3. Anainuka anakuta ukoma bado, akajichovya mara 4. Anainuka anakuta ukoma bado, akajichovya mara ya 5. Biblia inasema akainuka na hasira kali, akasema sikiliza, tuondokeni. Huyu anachochanganya akili, huyu anatuona sisi wapumbavu, huyu anatuona sisi hatuna akili. Lakini Mungu alikuwa anatafuta kitu kimoja, anatafuta imani iliyo ndani ya Naamani. Wakati anajichovya mara ya 7, Biblia inasema alipoibuka safari hii hakuwa kama mwanzo. Naongea na mtu mmoja, umemfuata Mungu mara ya kwanza, ukamfuata mara ya pili, ukakata tamaa. Nasema usikate tamaa. Leo ndio mara yako ya 7. Nasema leo ndio ya 7 yako. Nasema leo ndio ya 7 yako. Mungu atakufinyanga tena. Mungu atakurejeshea uhai. Mungu atakurejeshea uhai. Iwe kwenye kazi yako, iwe kwa watoto wako, iwe kwenye afya yako. Mungu akurejeshea uhai kwa jina la Yesu. Kuna watu wamekata tamaa kwa kujichovya mto Yordani kwa mara 5, lakini kuna mara 7 inakuja. Na ndio leo. Ndio maana nikatangulia kusema wakati uliokubaliwa na Bwana ni sasa. Leo ndio 7 yako. Bwana akufinyange upya. Bwana arudisha hali mpya kwenye maisha yako. Mungu arudisha hali mpya kwenye maisha yako. Pasitoke mwenye kukata tamaa kwa jina la Yesu. Nasema nakutia moyo, usikate tamaa kwa jina la Yesu. Nasema usivunjike moyo kwa jina la Yesu. Sema amina.
Mungu akutendee leo. Sema Mungu nitendee leo. Sema wewe uliye tumaini langu, wewe uliye tumaini langu, wewe uliye mwokozi wangu, wewe uliye kimbilio langu, wewe unisaidie, unisaidie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nimetaabika vya kutosha, nimelia vya kutosha, nimeteswa vya kutosha. Baba unisaidie, finyanga upya maisha yangu, finyanga upya maisha yangu, finyanga upya kazi yangu,